wape neema ya kufunguliwa kupitia ujumbe wako wa leo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, na wote tuseme amina. Kazi za giza zishindwe, ibilisi ashindwe. Amina. Andika kichwa cha somo. Kinachoharibu na kuzuia baraka za mikono yako. Kinachoharibu na kuzuia baraka za mikono yako. Kinachoharibu na kuzuia baraka za mikono yako. Haleluya. Mungu aliahidi, aliweka agano lake na wanadamu, au pia akaweka agano lake pamoja na watu waliomwamini Kristo, wanaomwamini Mungu. Naongea na mtu? Studio nisaidie kwa sauti haijakaa sawa, napotelea hewani. Sasa akaweka agano lake, au nisema akafanya kiapo yeye kwamba watu watakao niamini, watu watakao nitumainia, akaacha kutumainia miungu, akaweka mzigo kwake na ahadi kwake kwamba watu atawalipa nini, atawapa nini, atawafanyia jambo gani. Kwa hiyo ni zumuni lake Mungu na ni kusudi lake Mungu, lakini pia ni deni, au kwa lugha nyingine ni agano. Ni ahadi Mungu ameweka agano kwamba watu nitawalipa nini, nitawapa nini watakapokuwa wameniamini, watakapokuwa wamefanya maagano yangu au taratibu na mwongozo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi sasa yeye Mungu anaona mzigo, au pia anadaiwa. Kwa lugha nyingine anaona mzigo na kudaiwa. Ana deni juu ya watu wake kama sababu tumemwamini Kristo. Haleluya. Ikumbuke kuwa kichwa chetu cha somo kinasema kinachoharibu na kuzuia baraka ya mikono yako. Kwa hiyo Mungu yeye anahuzunika anapoona sisi ni maskini. Anahuzunika Mungu anapoona kwamba inafika wakati kama hivi tunaenda semina, mtu anasema sina nauli. Nauli tu shilingi 10,000 kwenda kurudi. Anahuzunika Mungu anapoona kwamba tunaenda semina, lakini Mungu anasema kwamba sina mchango wa chakula ambao umepewa jina ada. Haleluya. Miezi 6 yote mpaka leo mwezi mwingine tunamaliza kwa mwezi wa 12, lakini bado mtu anasema sina 20,000, sina 15,000. Anabaki kusema sitaenda. Lakini mtu aliye na mikono na miguu, aliye na maarifa na akili na ameumbwa na Mungu, na hasa pia anaitwa ni mwana wa Mungu. Haleluya. Sasa tunakwenda kule semina kumwazimisha Mungu. Tunakwenda kule semina kumtangaza Mungu. Tunakwenda kule semina kama eneo la pamoja au umoja, ushirika wa Kristo, ushirika wa mwili wa Kristo. Lakini pia tunakwenda semina kama eneo la kujifunza, kupata tena maarifa mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kule semina pia ili kujuliana katikati ya mwaka au mwishoni mwa mwaka. Tunakutana tena na watumishi wetu, wachungaji wa makanisa yote, lakini pia si hilo tu, pia hata pia kukutana na askofu wetu, hata pia waangalizi na maaskofu wa mikoa na wilaya. Haleluya. Kwa Waislamu wanasema wanakwenda kufanyaje? Kuichi. Wa Roman, wa Kristo wa Roman. Na wao wanasema sisi tunasema hichi mambo ya namna hiyo. Yaani kwa kwetu sisi tunasema kwamba inaitwa mkutano. Tunakutanika au semina. Haleluya. Sasa tunakutana pale, askofu anakwenda kuona watu ambao tumekuja nao kutoka Chababara, lakini pia na sisi tunaona watu wa makanisa mengine. Tunakwenda kuona wachungaji wengine, lakini pia tunakutanisha pale kwaya zetu, vipaji vyetu, karama zetu, vyote vinakutana eneo moja. Haleluya. Tunaonesha uwezo. Hata wakati mwingine mashule mengine kuna wakati unakuta shule fulani inakutana na shule nyingine. Haleluya. Alafu naita kwamba wanafunzi wanakwenda kufanyaje? Kudebate. Wanaonesha uwezo walionao, jinsi wanaweza kuongea Kiingereza, wanaweza kujibu maswali kadhaa, na wanaulizana maswali, lakini pia nao wanajibu. Nao waliza maswali, wanaonesha uwezo walionao. Haleluya. Kwa na sisi pia katika ulimwengu wa roho tunakupenda huko, kuna
kuna sababu za namna hiyo kaza wa kaza. Kwa hiyo tunakwenda pia kule kumtukuza Mungu kwamba tuko hai. Tuliachana mwezi wa 6, lakini sasa leo ni mwezi wa 12. Tunarudi tena, tunapeana hai, tunapeana hongera wao, tunaongezana watumishi wa Mungu pamoja na washirika wetu. Haleluya. Lakini pia tunaposimama pale kumwimbia Mungu sifa, kwaya na kadhalika, pale sasa tunakuwa tumeenda kumsifu Mungu, kumuinua Mungu katika ile madhabahu. Haleluya. Yani ni kutaniko la kumsifu Mungu, kumuinua nani? Kumuinua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu sasa wakati wa mwisho anamaliza shughuli yake, aliwaambia mitume na wanafunzi kwamba tutakutana siku gani? Alisema siku ya mwisho anaachana nao. Wakakutana wapi? Siku ya walipojaza Roho wa Mungu nini? Siku ya Pentecoste. Wote mitume wako mle kwenye chumba moja, anaomba. Haleluya. Wanamsifu Mungu, wananena kwa lugha. Maneno ya Mungu anasema kwamba Roho wa Mungu akawajaza. Roho wa Mungu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na tunakumbuka na kuona kwamba Yesu aliwaambia mitume na wanafunzi wake kwamba kabla sijaondoka, yani pasa niondoke, nitakapoondoka ndipo mtajaza Roho Mtakatifu, mtapewa uwezo. Sasa ilikuwa ni siku Mungu Yesu anawapa usia wake, anawakabidhi mamlaka yote, acha ile aliyokuwa nayo, akawakutanisha sehemu moja kwa mfumo wa kimungu wa kiroho. Wote wakakutana eneo moja, kisha akawavuvia Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha, wengine wakatabiri, wengine wakaomba kwa ndimi zisizojulikana. Lakini pia Mungu alisema kwamba Roho Mtakatifu akawa juu yao kwa kiwango kikubwa tofauti na pale mwanzo, kisha akapaa akaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nasi tunapokutana sasa pale, tunakwenda kuvuviana, kujazwa maarifa, kujazwa nguvu nyingine, kutiwa nguvu nyingine, kama mafuta tena. Haleluya. Haleluya. Sasa unashangaa siku kama hiyo muhimu, wiki kama hiyo muhimu, siku 7 hizo pale semina, mtu anakuambia sina 10,000, sina 15. Lakini pia unakuta mtu namna hiyo pia mcha Mungu anasema nimeokoka, niko salama, niko vizuri, namtumikia Mungu, ni mtumishi wa Kristo. Haleluya. Sasa Mungu anahuzunika anapoona kwamba watu wakanasema sina hela, mimi maskini, sina chakula, sina mavazi, sina hela ya kulipia mtoto ada. Mungu anahuzunika, anajiuliza watu ambao ni watu wangu. Lakini pia Mungu aliahidi kwamba nitawatajirisha, nitawalisha, nitanywesha, nitawalipia ada, nitawatunza, nitawaponya, nitawapigania. Haleluya. Hawatapita katika ziki ya namna hiyo. Hata wajapopita kwa muda, lakini nitawatoa kwenye hiyo ziki. Sasa inakuja watu wa Mungu, wana wa Mungu, tunakaa katika ziki ya namna hiyo, katika kulia. Tunaomboleza siku zote. Hicho ndicho ninachokwenda kufundisha kwa tukio. Angalia kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 12. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12 nitasoma mstari wa 2 mpaka 3. Anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulitunza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naye Mungu anasema hivi, aliahidi kwamba naye atakufanya, atakubariki, atakufanya kwa mtu mkubwa, jina lako litakuwa maarufu, utatambulika, utajulikana. Haleluya. Haleluya. Lakini pia anasema kupitia katika kujulikana, kupitia katika kuwa taifa kubwa, kuinuliwa, kupandishwa kiwango, kuwa na chakula na malazi, kuwa na mavazi, kuwa na watoto, kuwa na mifugo, kuwa na rasilimali kadha wa kadha. Haleluya. Na anaahidi kwamba atatufanya tungekuwa na biashara. Haleluya. Lazima tuwe na biashara, tuwe tuna rasilimali, tuwe tuna kitu ambacho kinatupatia mapato, tuwe tuna kitu ambacho kinatupatia vyakula. Tunaweza kupata sadaka, tunaweza kuchangia michango kama hii bila kuhuzunika wala kuwaza chochote. Unafurahi unapoona unaamka unakwenda kumtolea Mungu nini? Sadaka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa Mungu anahuzunika anapoona watu wake ndio hawana hela. Na ni kwa nini? Wakati yeye alisimama kama rais wa kututetea, anasimama kama mtetezi wetu, anasimama kama mfadhili wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema yeye atatupigania. Lakini sasa kuna vigezo na masharti
mpaka Mungu aweze kupigania kuweka katika kiwango cha kwamba wewe atakuinua na kufanya kwa mfalme. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pesa, mtu julikana kwa vyakula, mtu julikana kwa majumba alionayo, mtu julikana kwa kipato na rasilimali alizonazo. Kwa ninaposema nitakufanya ni wewe kujulikana, jina lako litajulikana kwa sababu kwa kiwango na level ulionayo ya rasilimali zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 3 anasema nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Ina maana katika wewe watu wenye uhitaji, watu wanahitaji msaada, katika wewe ungekuwa na uwezo hata kusafirisha mtu mwingine kwenda semina. Katika wewe huwezi kuwa na kilio, huwezi kuwa na njaa. Katika wewe wengine watakupeshwa, katika wewe utapata sehemu ya malazi, katika wewe watasafirishwa, katika wewe watapata chakula kwenye mashamba yako. Nasoma tena mstari wa 3, nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani. Haleluya. Hebu nikubane eneo hili, anasema nami nitamlaani akulaanie. Sasa ni kwa nini mchawi anakulaani? Kwa nini mchawi atume matunguli, atume mapembe? Kwa nini mganga mchawi afunge mikono yako? Kwa nini ukamatwe nyota yako? Kwa nini matunguli ya kukabe ya kuzuie? Kwa nini mizimu ya familia, mizimu ya ukoo bado inakutesa? Yeye mwenyewe anasema nitamlaani. Mungu ina maana atapigana na yule ambaye anataka kukamata mikono yako, anayezuia uchumi wako, anayezuia mashamba yako usili. Sasa mimi swali langu liko hapa, kwa nini huyu mtu anayenilaani ninaendelea kulaniwa? Kwa nini unaniwa kwa nini sifanye biashara? Kwa nini mtaji uendelee? Kwa nini mambo yako ndio yanaharibika? Kwa nini mchawi ajivune sehemu yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mchawi achukue baadhi ya mapato yako? Kwa nini mchawi akabe riziki yako? Ninarudia mstari wa 3, anasema nami nitawabariki wakubarikiwa. Ina maana mtu ambaye si mbaya kwako, utakayeshare naye katika kuishi maisha takatifu, utakayeshare naye katika maisha ya biashara, mwenye nia njema, kwa sababu ameshare na wewe, ameungana na wewe, na yeye pia atabariki kwa sababu ana nia njema kwako. Haleluya. Lakini atakayekuja kununua kwako bidhaa yote, labda anapeleka kwingine kwenye duka lake, atakayekuja kununua kwako njoge, atakayenunua kwako malage, atakapeleka kuuza, atauza kwa sababu gani? Amevichukua kutoka kwako. Lakini pia mtu atakayekuletea baraka kwako, atayeshia na wewe biashara, akitaka mpanuke muendelee. Haleluya. Na yeye atapanuka kwa sababu ana nia njema. Sasa hapa Mungu tunaona picha kwa mstari wa 3 na mambo kama matatu hapo mazuri mazito sana anayeongelea kwamba atamlani mtu akulanie. Nani aliye pamoja na wewe kwenye kundi lako, kwenye lango lako, kwenye biashara yako, kwenye biashara yako, lakini pia kwenye mashamba yako? Ni nani anayepenya kwenye mashamba? Nani anayezuia? Nani anaenda kwenye nyumba yako? Nani anayekaba kwenye upande wa lango lako la biashara? Sasa swali langu ni kwa nini Mungu anasema jambo hili? Ni mstari mmoja wa 3 au wa 2 na wa 3 unaongelea mantiki kubwa sana. Jiulize jambo hilo. Kwa nini watoto wangu walaniwe? Kwa nini mtu atembelee nyota yangu? Jiulize kwa nini. Wewe mambo yako mchawi anayaweza, alafu mdhamini wako ni Mungu, mtetezi wako ni Mungu, advocate wako ni nani? Ni Mungu, na malaika wake na jeshi lake na mbinguni. Hebu jiulize mpendo, hapa wenda ikawa anauliza, wenda ikawa kuna namna mko vizuri wewe na nani? Hamko sawa wewe na Mungu. Kuna namna ambavyo labda wewe wezekana wewe ni wampiga Mungu ganji, unamdokoa Mungu, unamwibia nani? Mungu. Hamko sawa. Mungu para hakuna ulinzi wake. Yawezekana pia katika mlango yako, katika mashamba yako, katika watoto, katika afya yako, katika chochote unatakiwa Bwana uendelee mbele. Yawezekana Mungu hayuko pamoja na wewe. Naongea na mtu hapa. Haiwezekani ukose usafiri. Haiwezekani ukose malazi kitanda. Haiwezekani uende ukaa kwenye biashara moja, mtaji mmoja, wala upandi. Yawezekana kuna mahali fulani ambapo kwamba wewe na Mungu hamko salama, hamko sawa, hamko vizuri, mna tatizo. Lakini kama hakuna tatizo, hii hapa nadhiri yake na ahadi yake na deni lake, lazima Mungu alipe deni. Na kwa nini Mungu hajalipe deni? Kwa nini Mungu hajatekeleza? Basi na maana Mungu ni Mungu. Mstari wa 3 anarudia nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulanie
nitamlaani. Kwa hiyo akija na uchawi wake kwamba kafe, karanduke, haribikiwe, afungwe, apate ajali, mambo yake ni mabaya, auguze watoto, apate mishariki na kile, mambo yake atereze, hayatatereza. Akilima shamba lake asivune, atakapovuna avunie kwangu. Watoto wake akienda shule, labda akili ufahamu wao yote yao masomo ielekee kwa wanangu, hawezi kuchukua kama wewe uko pamoja na nani. Hiyo ndio majibu. Hiyo ndio majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nitawabariki wa kubarikiwa, naye akulanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Yaani watu watatamani kushia pamoja na wewe, watatamani kuja kwa mchungaji wewe, watatamani waombee, watatamani watamkie kitu, watatamani wafanye biashara na wewe, watatamani wapate mtaji kwako, watatamani anunue kwako maharage, maana anunue kwako bidhaa dukani, biashara ya jumla. Akinunua pale, akienda kuuza kwingine, anapata mzuko mzuri, anarudi tena. Haleluya. Atatamani hiyo shule awekeze watoto wake pale, atatamani watoto wako wacheze na watoto wake. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kila atakayetokea kuja kwako, kila atakayetokea kutambua, atakayetokea akapata tunuku na muujiza, kupata maono ya kwamba ngoja nishie na mtu, katika wewe jamaa zote watakaotokea kwako, wakikujua, wakikutanisha na wewe, watabariki. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Haleluya, katika jina la Yesu. Kwa hiyo umaskini ulionao, kilio na kusaga meno ulichonacho, sio mpango wa nani? Sio mpango wa nani? Mungu anahuzunika. Mungu anajiuliza nifanye jambo gani nimsaidie mtu huyu. Yaani kiasi cha kwamba mtu anafika kati wanatoa sadaka na shindwa, yaani anakosa sadaka. Sadaka ya hiari. Yaani mtu kusimama anasema namtolea Mungu. Tena anaimba namtolea Mungu kwa furaha alichonipa yeye, kurudishia. Hebu tuimbe tusikie. Kwa furaha alichonipa yeye, kurudishia, mtolea. Kwa furaha alichonipa yeye, kurudishia. Inamaanisha nini? Haleluya. Inamaanisha katika kile ulicho nacho ndiko unapochukua mle sadaka, katika yale mapato aliyokupa, manufaa, mzunguko wako uliopokea, katika hayo Mungu amekupa, ndipo unapotoa hicho chenyewe. Kumbariki nani? Kumbariki nani? Na katika hicho ambacho umetoa kwenye mfuko wa hazina yako ambacho Mungu ameshakupa, unapokiachilia ukampa, Mungu anakubariki tena. Maana kanuni yake anasema hivi, nitambariki akubariki. Kwa hiyo wewe unaposimama kumbariki Mungu sadaka hiyo, na yeye Mungu anakubariki kwa sababu umembariki yeye, anakubariki. Yeye anacho kitu, ana vitu. Na kumbuka amesema upande wetu kwamba ukiwa ni tajiri, atakayekuja kukubariki, ukiwa na uwezo, una hicho kitu, atakayekuja kwako kubariki, anasema nitambariki. Ni kanuni ya Mungu, utoaji. Unapotoa, unapobariki, ndipo unapobarikiwa na wewe. Haleluya. Haleluya. Sasa ni ajabu kwamba Mama Kayoyo, Baba Ndekule anakaa kabisa sadaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ana hata 100. Kwa nini? Lazima tujiulize kwenye chuo hiki. Kwa nini hauna chochote? Nini kinachokufanya wewe ni kilio? Nini mwanamke kinachofanya upase sadaka? Nini mwanamke kinachofanya kesha kwamba yani hata wanapoanza kutoa sadaka unakunja uso, unanuna? Wanapoanza kutoa sadaka zao wanatangia michango kanisani, labda kuna kitu amekipangilia, tujenge hiki, turatibu jambo hili, mchango fulani, yani unanuna kanisani. Fika kwenye wakati kipengele cha matoleo, yani unapata shida, unanungunika, unalaumu, unatamani uchomoke toke nje. Wengine hata utoka nje wanakaa kule kwenye baraza nje, wengine atoka nje mpaka kujibaza kwenye kuta za choo, hawatoki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mshike mkono mwenzako muulize, je, umeokoka? Wewe ni mwana wa Mungu? Kuna nini upande wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbingu leo inakwenda kufichua siri. Kwa nini? Kwa nini uko namna hiyo? Haleluya. Haleluya. Juzi nimemaliza hapa kuhubiri Alhamisi na baba mmoja, Mungu akubariki sana. Nimemaliza kuhubiri, nimeshatoka kwenye madhabahu kabisa. Alinifuata akisema, mchungaji, barikiwa sana, hubiri leo nimelifungua. Nimebarikiwa. Akachukua shilingi 2000 akisema, pastor, Mungu akubariki, nenda unywe maji. Kisha toa sadaka yake. Haleluya. Kisha toa sadaka ya kawaida, lakini pia ameguswa, anajisikia bado pia ana kitu alichonacho kingine. Hawazi chochote, ana 2000 yake, ana 1000 yake. Hicho kiasi alichonacho amejisikia, pastor, kwa kazi alifanya, kwa kweli nimebarikiwa, umenifungua. Haleluya. Akasema, nimepona leo. Kuna sehemu nilikuwa nimekwama, nilikuwa na gereza fulani, lakini kupitia maneno yako ya leo, mahubiri ya leo, kwa kweli nimefunguliwa, najisikia nimekuwa huru. Mtazame mtu aliyetoka msibani, yani anapata shida, niendeje kwenye sherehe, niendeje sasa kwenye msiba kama hii, niwajulieje watu wenzangu yani waliokuta na majanga kama haya, anapata shida, yani unajiuliza kwa nini? Sio mbona mtaka kuuliza kwa nini? Na wewe mwambie iulize Biblia. Yani mpaka kanisa linafika kati watu wanakuwa na chokochoko, wanapata mafarakano. Mchungaji na mzee wa kanisa, mtendakazi na mtendakazi mwenzake, mwimbaji wa kwaya na kwaya master, hawana amani, hawaelewani. Kisa ni kwamba hawana hela. Baba na mama kwenye familia, kwenye ndoa, hakuna chakula, hakuna malazi, hakuna matumizi. Nyanya tu dagaza shilingi 500 ni shida. Lakini asubuhi Jumapili tuko kanisani. Haleluya. Nauliza tena, uko kanisani? Mshike mkono mwenzako mwambie, Mungu anasema na wewe leo. Alafu mwanamume anabaki kupiga kelele kwenye familia. Kelele zipo, haleluya. Manunguniko kwenye familia yapo. Yani hauwezi kukamilisha mahitaji ya ndoa ya familia, haleluya. Lakini kiasi kwa sehemu, kwa namna fulani, kwamba unaendelea sema hiki hapana, lakini ukichukua hiyo 3000. Bwana asifiwe sana. Mimi bwana 2000 za mtoto kwenda kliniki nimembeba, hapana, si mpaka umemzoeza vibaya. Chukua hiyo 500. Yani kuna kiasi fulani, lakini unasema unaweza kugusa kufanya ta. Haleluya. 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 Mchungaji anakuja kumtembelea kwenye familia, mchungaji wewe kinga na changwa kinga. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa maombi kama haya tunaingia kwenye mambo ya kufunga sasa. Siku 2, siku 3. Ni kweli chakula ni muhimu. Jamani, chakula ni muhimu, sio muhimu? Sasa unataka uji wa nani? Sukari ya nani? Maharage ya nani? Vitunguu na dagaa vya nani? Sio mwenyewe. Kuna mdhamini, kuna mfadhili wetu mwingine. Sisi wenyewe leta kilo moja ya mchele, leta shilingi 1000 kwa ajili ya mafuta uto. Unanipata mama? Unanielewa wewe? Sasa nabaki kunungunika. Mimi ningekwenda, lakini hela ni nyingi. Ningekwenda, lakini eti mpaka mchele, eti mpaka ndizi. Kwani nyumbani kwako uli? Haleluya. Wewe kama uli nyumbani, sisi tunakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nachokijua unakula. Haona raha, haona amani. Sasa tarehe inafika, yenyewe mafungu. Tarehe inafika kwenda semina. Lakini wana wa Mungu tusingekuwa katika hali ya namna hivi. Sikumbuki vizuri. Kichwa cha somo kinasemaje? Kwa sauti. Kwa sauti tena. Kwa sauti tena. Sasa ni nini ambacho kinaharibu rasilimali zangu? Nini ambacho kinaharibu nisifanikiwe? Nini ambacho kinazuia kupenda napenda, kutaka nataka, natia bidii natafuta kweli, lakini mbona sipandi? Mbona siongezeki? Mbona sifikiri level ambayo naitaka? Mbona mimi nimekuwa mtu wa machozi na kulia? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni kwa nini? Mshike mkono mwenzako mwambie uiulize Biblia. Tega sikio ujifunze. Haya, sasa sio mpango wa nani? Sio mpango wa Mungu kabisa. Mpango wa Mungu ni kwamba tupate chakula, tupate riziki
na tule tunywe na tuneemeke. Lakini hata kama hatuwezi kuwa mabilionia, lakini matumizi ya wastani, uhitaji wa wastani, hizi mahitaji ya kawaida haya tungekuwa tunayaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tungekuwa tunayaweza. Sasa kwa nini jambo hili hatuna? Kwa nini Mungu alisema tubariki lakini hatujabarikiwa? Angalia kitabu cha Mhubiri, Mhubiri sura ya 5. Sababu inayosababisha, Mhubiri sura ya 5. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 6. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 6. Tumeona? Unitege sikio kwa muda mchache sasa. Haleluya. Mhubiri sura ya 5 ngapi? Ya 5. Mstari wa 6 ninasoma. Anasema, usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiwa, kwani Mungu akukasirikia sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema usikiache kinywa chako kukukosesha, ukatamka kitu mbele ya huyo malaika. Hapa anaongelea swala la naziri, ahadi, agano wewe na nani? Wewe na Mungu. Hii ni moja wapo ya vitu ambavyo vinasababisha watu wafungiwe baraka zao na Mungu. Haleluya. Kinywa cha mtu kinatamka kitu, moyo wa mtu unaazimia jambo kufanya. Moyo wa mtu anasimama, anaacha mikono, anasema hivi, nitapata 10,000, nitapata 20, nitafanya jambo fulani, nitajitoa sadaka, nitawezesha mali fulani. Lakini baada ya muda unajikuta kile ambacho uliweka naziri yako na Mungu unaisahau na kuiacha. Tayari moja kwa moja kinywa chako kimekukosanisha na nani? Moyo wako ulichokiwaza na kukitoa naziri, ahadi yako mbele za Mungu, na ukakiacha usikitimize. Umefanya kosa mbele za nani? Haleluya. Kwa hiyo wengi anasema hivi, kama Mungu akiniponya, kama Mungu akinipa kanisa kubwa, Mungu kama akinifungua nitaimba kwaya, kama Mungu akiniinua tanunua gari, takuwa nawasafirisha watumishi wa Mungu. Kama mimi Mungu ningelipa hela, ningekuwa nalipa zaka, ningelipa matoleo, ningekuwa nawezesha. Kama Mungu akiniwezesha, akiniponya, nitamsaidia mtumishi wa Mungu, tawezesha wala ambao wajiwezi kanisani. Ametamka mbele ya malaika. Roho niwafundisha hapa wiki iliyopita, na hisi kama Alhamisi ile au Jumapili, niwafundisha upande nini maana ya malaika, malaika anafanya kazi gani, na malaika wanaoonekana katika umbo la mwanadamu, na malaika ambao wanaonekana katika umbo la mwanadamu, na malaika anaweza kupigania, na malaika ambao anaweza pia kusema na wewe akikuongoza. Au pia tukajiona kwamba malaika anafanya pia shughuli ya kuhamisha na kusafirisha maombi yetu, au pia mahitaji yetu, kuripoti taarifa ya mtu toka mtu mwingine mpaka mtu mwingine. Haleluya. Sasa pale unapopoko nyumbani kwako ukaazimia jambo, uko na malaika, yuko Roho Mtakatifu. Lakini pia unaposimama mbele ya kundi, umesimama mbele ya malaika. Unapoongea mbele ya hadhara, unapoongea mbele ya mtu kiongozi wa kanisa na imani, unapoongea mbele ya mchungaji, umeongea na malaika wala sio mwanadamu. Haleluya. Sasa kinywa chako, moyo wako unakukosanisha na kutenganisha na nani? Na Mungu. Basi tukajiuliza hivi, kwenye kitabu ambacho umetoka kusoma, kwamba ni kwa nini sasa tuko namna hiyo? Wakati alisema atatubariki, atatulisha, atatunza, wakati alisema anatutajirisha, wakati alisema yeyote atakayenilaani mimi, atakayetuma neno baya, atakayetega mikono mibaya, Mungu atatuma ile laana impate yeye. Sasa mbona anaturoga? Sasa mbona anatulaani? Sasa mbona unategwa mitego na inakupata? Mbona unazuiliwa mipaka yako? Kuna mahali ambapo haukusawana naye. Ni wapi mahali ambapo sikusawana na Mungu? Ni haya hapa. Ndio maana nikasema tuiulize Biblia. Haya hapa anaweka wazi, anasema mstari wa ngapi? Mhubiri 5 mstari wa anasema mstari wa 6, anasema usikiache kinywa chako kukukosesha
mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiwa. Yani usio kasema nilipitiwa. Hapana. Uwe makini sana katika agano lako na Mungu, katika naziri yako na nani? Na Mungu. Usio kasema nilipitiwa. Anasema kwani Mungu, anamaanisha kwa nini Mungu akukasirikie sauti yako? Kwa nini Mungu achukie kile ambacho ulitamka? Kwa nini Mungu atengeneze chuki na wewe kwa sababu ya sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Kwa hiyo sababu ni moja wapo kabisa. Mungu ana uwezo kuanzisha kuharibu kazi ya mikono ya mtu. Nilisema nini pastor? Niliwaza nini kamwambia Mungu, Mungu kilipa kitu hiki? Haleluya kanisa. Ulinyosha mikono ukasema tafanya jambo hili, nitajitoa miti, tafuatia tofali. Haleluya. Ulisema nitakuwa kiongozi kanisa la nyumbani, niko tayari kuwa mwalimu, nitatembea kwa miguu kutoka Isingiro, kutoka Kaisho, kutoka Kirera, Rwamashadi, kutoka popote pale. Yani kama nikiombea na kupona kabisa, yani kaona Mungu wangu umepona, nikaacha kuchechemea, niko tayari, nitakwenda hata kanisa kama liko mbali. Mtumishi wa Mungu, nitakwenda na wewe. Haleluya. Haleluya. Yani kama mlivyokuja nyumbani kwangu mkihubiri injili, kama mlivyokuja kwangu mkihubiri injili, mkiniombea, nimeona familia yangu imefunguliwa. Yani kabisa kama mnikifunguliwa kabisa hivi ninavyoona kabisa, sitamwacha nani? Sitamwacha Mungu. Baadaye ukamwacha Mungu. Huyo naye anasema kama Mungu akinifanikisha nikapata baiskeli tu, yani mtumishi wa Mungu, mimi naweza nikaendesha baiskeli, sitaona aibu wala fedha. Nitanyonga baiskeli hata kama ni mlima, nitashuka popote pale, nitaenda kanisani kwenda na kuomba. Yani sio mbali huko, yani hata baiskeli ikipiga pancha, niko lazima kutembea na miguu. Ukusema na mwanadamu, ulisema na Mungu, wewe na nani? Na Mungu. Haleluya. Ulimwahidi Mungu, hizo ni ahadi. Achana na habari ya ahadi ya pesa. Kuna vitu ambavyo wala sio pesa, lakini kuna agano ulifanya na nani? Kinywa chako kilikukosesha wewe na nani? Wewe na Mungu. Nitaimba sifa, nitaimba kwaya, nitafanya zoezi, mimi nitakuwa mtenda kazi katika hili kabisa. Bwana ukinijibu, watoto wangu wakienda shule, wakimaliza ukihitimu vizuri kabisa, yani mimi kwanza nikipata ndoa, nikiona nimeolewa kabisa, nikaona hii hapa nitakuwa nimeshinda zinaa ya mwili kabisa, hapa nakuwa mtumishi. Baada ya kuolewa halala kabisa, mimi naweza nikapata ujauzito, mimi nizae mtoto nimnyonyeshe kabisa. Ngoja nione, labda baada ya kumzaa kumnyonyesha mtoto, sasa nasema mtoto amenizia, mtoto alikuwa amealisha, mtoto najua, mtoto kuja kumbeba kumleta mpaka kanisani, mtoto ningekwenda ni mtoto. Sasa wakati alisema Mungu kilipa mtoto, haleluya, yule ana akasema Mungu kilipa mtoto wa kwanza, mimba yangu au tumbo langu ikapata kubeba mimba kama wanawake wengine, miaka kadhaa ana hajapata mtoto. Yani tumbo iliingiamo mtoto kabisa, aingiamo kabisa. Nikimzaa mara tu nikimaliza kumnyonyesha, nikamtoa kwenye ziwa, nampeleka, nitamtoa sadaka. Haleluya. Nitamtoa nini? Nitamtoa sadaka. Mewaka akamwambia hivi, sasa umeshajifungua, sawa, mtoto ameanza kunyonya, hebu twende kanisani. Akasema mimi nilimwambia Mungu nikimwachisha ziwa, yani ile nakanyaga kanisani na kwenda kumwakilisha mtoto, kumkabidhi mikononi mwa nani? Sasa itakuweje nifike mle, nirudi na ile naziri ya Mungu, nirudi na ile sadaka kama nimetoa, niende na mtoto pia nishuhudie, alafu kuku ndani nyumbani na mali kwangu, niende tena kumtuma maji, niende tena kunyonyesha mbele mgongo? Anasema nikimwachisha ziwa, wende kama ni miezi 6 atakuwa ameacha ziwa, wende kama ni mwaka mmoja miezi 12 akiacha ziwa, ana kuenda kanisani, akabaki rohoni. Kama nikuomba liomba nyumbani. Alifanya agano na Mungu, na Mungu agano zito sana. Wenda watu walimtegemeza waliokuwa wanaenda kanisani. Sasa kuna mtu anasema kabisa, pindi Mungu akiniponya, yani kasikia kabisa nimpa hii, wewe siwezi kosa mbuzi, siwezi kosa kuku, mimi siwezi kosa cha kumtolea wewe hapo. Kwa nini? Labda kama Mungu hajaniponya, Mungu aniponye hapo, sinene sio yako hiyo vizuri, lakini mara ambapo umepanda mbegu
bali ambapo umepanda migomba, bali ambapo umeweka rasilimali, bali ambapo umepanga vitu vyako kwenye duka, bali ambapo kuna ofisi yako inaendeshwa na mikono hiyo, basi hapo ndipo anaweza kafunga. Kimwili uko salama, lakini mikono yako bali ulipowekeza pamefungwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa nini tuwe maskini? Kwa nini tujute? Kwa nini tuanangamia wakati tunaye Mungu? Kwa nini Mungu ana uwezo na mamlaka? Kwa nini Mungu ameahidi? Hiki ni kiapo chake, ni agano lake, ni deni lake, limeandikwa kwenye maandiko, anadaiwa. Sasa Mungu ni mdhulumaji? Mungu ni mdhulumaji? Ndio maana watu wa Freemason, wachawi na waganga hawa wanampa mtu masharti kwamba ukishindwa, ukipata warning ya kwanza, warning ya tatu, ukichelewa tunakuua, au tunaanza kuua watoto wako, yani tunachukua sadaka yako, tunakunyang'anya. Haleluya. Yani unanyang'anywa kile ulicho nacho kwa maskini. Sasa watu wakujua hicho kitu, yeye mwenyewe anajipeleka mwenyewe, yeye mwenyewe anapeleka sadaka, yeye mwenyewe anatoa malimbuko, yeye mwenyewe analipa zaka, yeye mwenyewe anafuata yale masharti. Sasa kinachosababisha sisi baraka zetu ziuiliwe na ziibiwe, na mchawi atulani, wakati Mungu alisema hivi, nitamlani kulani. Mungu amenyamaza, wanatulani akiwa naona. Kwa nini? Kuna mahali ambapo hatuko vizuri sisi na nani? Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Tutazame maandiko. Tuko mstari gani? Tulikuwa kwenye Mhubiri sura ya 5 mstari wa ngapi? Wa 6 anasema, usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Haleluya. Wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiwa. Kwa nini Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Alikasirika, anakasirika. Hasa mikazi ya mikono yako inaanza kukwama, inaanza kuharibiwa, inaanza kuzuiliwa. Jizuie, lakini pia zingatia ulichowahi kusema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zingatia. Kuna hali ambayo unaipitia uwezekane kwa sababu ya jambo hilo. Kuna hali ambayo unaipitia unachelewa, unakawia. Kuna hali ambayo unaipitia umenyang'anywa kwa sababu ya namna jinsi ulivyoweka Mungu kiapo na zile. Uliongea na malaika, mimi sikusikia. Rafiki, mume akusikia, baba akusikia, mama akusikia. Ni wewe mwenyewe na nani? Na Mungu. Mungu aliandika yale maneno, ameandika kwako na ameandika kwako. Kwa hiyo Mungu anabaki kudai hiyo haki yetu mpaka tukamilishe. Vinginevyo mchawi, adui, ibilisi anapata kibali siku zote. Zingatia ahadi yako na nani? Zingatia kipato chako na Mungu. Zingatia biashara yako na Mungu. Mstari unaofuata wa 6. Haleluya. Wa 7 anasema, maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto. Ndivyo ilivyo, anasema maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi, walakini wewe umche Mungu. Anasema watu wenye maneno mengi wanaropoka namna hiyo, lakini anasema hivi, ni kama mtu mwenye ndoto. Yana yakilala tu anaota ndoto, anakimbizwa, anaota vitu vingi sana. Anasema ilikuwa ni ndoto, ni mandoto tu, yana anaotaota tu. Haleluya kanisa. Maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi, walakini wewe umche Mungu. Anasema usiwe kama wale. Wewe mche nani? Mheshimu nani? Usiwe kama mtu anayeota. Usikurupuke. Fanya kitu kwa kuzamilia, kwa kumaanisha, simama nacho. Sikiliza mstari wa 8. Nani anasema? Ujapokuwa unaona maskini kuonewa. Tafakari neno hili. Ujapokuwa unaona maskini kuonewa na hukumu na haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ijapokuwa, ikiwa kuna namna unavyoona ni maskini, kuna namna unapitia hali ambayo ni changamoto, kuna namna unavyopitia katika hali ya uzia, kuna namna unavyopitia, lakini kumbuka kiapo chako. Anasema katika jimbo hilo, katika maeneo yako hayo, katika sehemu kadhaa, katika mimbari yako, katika lango lako, kuna namna unavyoonewa,
kuna namna unavyopungukiwa, kuna namna unavyosutumiwa, kuna namna unavyokutana makwazo na changamoto, lakini nasema kumbuka nyapo zako, agano lako na Mungu. Sikiliza, ijapokuwa unaona maskini kuonewa na hukumu na haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo, usilistaajabuye jambo hilo, kwa sababu aliye juu kuliko walio juu huangalia. Haleluya. Usistaajabie jambo hilo, usitoke katika mudi yako. Anasema kwa sababu kuna aliye juu kuliko wa walio juu. Haleluya. Maskini kuonewa na hukumu na haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo, usistaajabie jambo hilo, kwa sababu aliye juu kuliko walio juu huangalia, tena wako walio juu kupita hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yuko aliye juu, wako walio juu, malaika wa Mungu kupita hao. Kwa hiyo wale watu wasikuhangaishe, changamoto zikuhangaishe, malazi, magonjwa, vitu unayopitia, lakini endelea kusimama ukimwambia Mungu, ahadi yangu, agano langu na nani? Ulisemaje na Mungu? Ulipewa kitengo gani? Umepewa huduma gani? Wewe ni mchungaji, wewe ni kiongozi wa kanisa mbalimbali. Sasa huko unakwenda kutumika, lazima ukutane changamoto, lazima ukutane vita, lazima uweze kukutana uzia kukusitisha safari yako, kuzuia unachokwenda, lakini ile ni kazi ya mikono yako, kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Sasa lengo na zumuni, uanze na kuiba, uanze na kudokoa, uanze na kuzuia kile ambacho si cha kwako, ni cha nani? Kitendo cha kufanya jambo la namna hiyo, tayari moja kwa moja umeharibu kazi ya mikono yako. Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati sura 12. Hiyo ndio sababu inayofanya watu wawe maskini, watu waishi maisha ya ziki, maisha ya mateso, watu wasivuke, wasiende popote. Kuna agano, kuna mikataba, kuna mahusiano kati ya Mungu, kuna makubaliano na Mungu, kuna ushauri au pia mwongozo Mungu alikupa na ukasema sawa, lakini unawacha mwongozo. Unapoacha taratibu za Mungu na mwongozo wa Mungu, tayari baraka zako, kila kitu ambacho ungepata kipokea kwenye mikono kinazuiliwa. Siamini kama kuna chochote ambacho unaweza ukapata ukasema ni mafanikio yangu, ni baraka yangu, kisipite kwenye mikono. Siamini kama hakipo. Hata chakula unachotarajia kula kinapita kwenye mikono, ili uweze kula chakula hicho kinapita kwenye mikono. Kwa hiyo mikono yako inapolaniwa, mikono yako inazuiliwa, mikono yako inaponyang'anywa uwezo, unakosa mpaka riziki ya chakula. Hivi tunasema chakula cha siku mbili kwenye maombi haya ya kufunga, lakini kuna mama moja hapo, baba moja, moyo na mdunda, nilete nini? Nilete nini kwenye mvua kama hizi? Anasema nilete nini? Ana ndizi, ana miogo, ana magimbi, nilete nini? Sasa watanionaje? Sasa nitaleta nini? Hauna hata hivi. Mvua zinanyesha, zimenyesha, watu wamelima na mahindi, wana maharage, walilima toka nyuma, lakini hajalima kwa sababu yani alifungwa. Anapotaka kwenda kulima na yako unafungwa. Nasikia mausiku, nasikia mikono inauma, na tereza mikono ina ganzi. Si ni ndio niseme na nini na nini. Yani unaweza kukuta mtu namna hiyo, ni kwa sababu gani? Mikono adui alilala. Sasa inakuwaje mimi na mikono wakati alisema hivi, nitamlani, nitamloga, anataka kuloga. Bwana Yesu sana. Chanzo cha kuanza kuwa maskini wewe ni pale ulipokosa uaminifu kati yako na Mungu, katika miradi yako, katika biashara yako, katika mapato yako. Mara tunapoanza kuwa ni ndumira kweli, unapoanza kuwa ni mchoyo, yani katika kila ambacho umekipata unakila mwenyewe, ulichokipata kuna sehemu ya Mungu, basi Mungu anazuia, Mungu anamwachilia Ibilisi. Ibilisi anaanza kuloga kazi ya mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili ulijue mpendwa, mikono yako nitabariki, alisema nitabariki kazi ya mikono yenu. Chochote maana ambapo unafikiria, isielewi kama kuna chochote ambacho mtu anaweza kufanya kasogeza, kisiende kwa kutumia mikono. Mtoto uliyemzaa na yeye pia anaweza kupata laana, asibarikiwe kwa sababu ile mtoto unaandaa maji, unaanza kumwogesha, unampaka mafuta. Mikono hiyo ni baraka. Haleluya. Mikono ni nini? Ni baraka. Kanisa, mnanielewa?
Hiyo ndio sababu inayosababisha watu mapato yetu yarudi nyuma, tuwe maskini. Na tumeokoka, tunaomba na tunanena kwa Mungu, tunafunga na kesha, utakesha, utafunga, lakini bado unaendelea kuwa maskini. Utamboleza, lakini mchao unapata kibali na nafasi kwenye duka lako, kwenye biashara yako. Unakopa mkopo, kulipa ni shida. Unazungusha biashara na fiamu, mwezi unapita, pili, watatu, wanne. Sasa unashangaa, yani hujanunua chochote, hakuna chochote ulichokifanya, lakini bado unazidi kutafunwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kuna fenesi, kuna matunda, kuna parachichi, kuna papai. Yani ikiiva ile tu inatakiwa kuondoka chini, unataka kulichuma. Utachuma kwa miguu? Ni mikono? Yani ukishagusa kule, mtu kigusa, umeurani wewe mwenyewe. Umeruga mwenyewe. Maharagwe ulikwenda kuyapanda, umeyaruga wewe mwenyewe. Kinachozuia na kuharibu baraka za mikono yako. Tupige hatua. Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12. Ameondolea ofisini, amenyang'anywa kiwanja, amenyang'anywa pikipiki, amefutwa kwenye nafasi ya mkopo, anazuiliwa, wanamtangulia mbele, wanapewa majibu, yanakosa majibu. Ni kwa nini? Kinachoharibu na kuzuia baraka ya mikono yetu. Utabaki kusema namtumikia Mungu, ni sawa, namtumikia Mungu, lakini kuna kitu kinazuia eneo hilo. Wamepataje kibali cha kunilani, cha kulani, cha kuloga, cha kufunga riziki yako, nyote yako, wakati anasema hivi, nitamfunga huyo mchawi atakayekuja kufunga riziki yako. Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12. Ninasoma mstari wa 20. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 20. Anasema, haleluya, tuko pamoja, umefika? Mstari wa 20 anasema, umeshafika? Tusiachane. Mstari wa 20. Mstari wa 20 ninasoma, Bwana Mungu wako atakapoongeza mpaka wako, Bwana Mungu wako atakapopanua, atakapoongeza mpaka wako, kama alivyokuahidi, kama alivyotuahidi. Haleluya. Kama alivyokuahidi, nawe utakaposema nataka kula nyama, kwa kuwa roho yako yatamani kula nyama. Anasema na wewe waweza kula nyama kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Bwana Yesu sana. Si kama kuna mtu. Anasema Bwana Mungu akiwa amekubariki, akikulisha, akikuvalisha, akikupa hela, akikupa kuku, akikupa mboga, akikupa mbuzi, akikupa mayai, chochote amekupa vyakula, amekupa chochote rasilimali. Anasema katika hivyo atakapokuwa amekubariki, amepanua mipaka yako, amekunemesha. Anasema utakapotaka nataka kula nyama, anasema kuleni nyama. Hebu wote piga kelele, sema kula nyama, kula mayai, kula kitimoto, kavae nguo nzuri. Makofi basi kwa Yesu. Kuna kitu utakipata hapo. Ni nini? Kwa nini? Ni nini kinachozuia na kuharibu baraka? Mstari wa 20 narudia, Bwana Mungu wako atakapoongeza mpaka wako, kama alivyokuahidi, nawe utakaposema nataka kula nyama. Anamaliza anasema kwa kuwa roho yako yatamani kula nyama, waweza kula nyama kwa kufuata yote inayotamani roho ya. Shika mkono wako, muulize unataka kula nini? Unataka kusafiri? Unataka kufanya nini? Anasema katika yale ambayo Mungu amekubarikia. Haleluya. Katika yale ambayo Mungu amekuwezesha. Una pesa yako ni 10,000,
20 na 5,000. Nataka kunywa soda sasa. Haleluya. Nataka juice. Nataka nitembelee safari ya pikipiki. Nataka nitembelee bajaji. Nataka nitembelee gari. Nataka nisafiri wa ndege. Unataka kusafiria, unataka kitanda. Haleluya kanisa. Nataka kiti ambacho kinazunguka. Katika yale ambayo Bwana amekubariki, basi kanunue kiti hicho cha kuzunguka. Unaongea na mgeni, unaongea na mtu ofisini, kinazunguka. Haleluya. Hebu wote piga kelele, sema unatakaje wewe? Nani anayekuzuia? Anasema hebu kula unachotaka kula, kunywa unachotaka kunywa, ishi unavyotaka kuishi, sawa sawa na moyo wako ulivyopenda, katika yale kwa kiasi, kwa kadiri ya kipato chako ambacho Mungu amefanya nini? Amekubariki. Haleluya kanisa. Sasa hii nakupa picha kwa nini sasa unataka kula nyama, huwezi kula nyama. Kwa nini unataka samaki za mkausho, huwezi kuzipata? Kwa nini unataka mtoto wako asomee shule fulani? Tuko pamoja? Unataka vae mavazi fulani lakini huwezi kuyapata. Yeye amesema katika yale ambayo atakayobariki nitakachokuongezea, nikisha kukupa kitu hicho. Ukitakapotaka kula nyama, akuzui kuleni nyama. Kunywa soda, kunyweni maji ya dasani ya asilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka simu aina gani? Mtu unasikia anasema natamani simu, nataka simu hii, nataka aina fulani, nataka mavazi ya kama ningekuwa. Sasa kwa nini hicho kitu unakitamani hauna? Kama ningekuwa na mimi ningeenda semina, kama ningekuwa na mimi ningechangia mchango, kama ningekuwa ningezaminisha kitu hiki. Kuna kinachosababisha usituzamini wala usidhamini eneo ambapo tunakwama. Nyuma huko nyuma kuna mahali umeferi kati yako na nani? Haleluya. Sasa sikiliza, katika kila macho, mstari wa 21, katika kila macho Mungu amekupa, amekuruhusu kuleni nyama, kula chakula, lakini kuna masharti. Sikiliza hapa. Anasema 21, na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe na kondoo alilokupa Bwana kama nilivyokuagiza. Kama nilivyokuagiza, nawe utakula ndani ya malango yako kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Haleluya. Haleluya. Sikiliza na Mathayo 22 nasema, kama vile ilivyopaa na kulungu, ndivyo utakavyoila nyama hii. Asiyekuwa tohara na aliye tohara wataila pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema asiyekuwa tohara na aliye tohara wataila nyama hii. Haleluya. 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 Nisikilize nipepo kwa nisaki. 23 anasema ila ujihadhari. Hebu wote tamka, sema ila ujihadhari. Piga kelele, sema ila ujihadhari. Unaweza ona katika vile Mungu ametubariki, vile ambavyo Mungu anakubariki, kuna kitu kinachoitwa ila ujihadhari katika kutumia. Kuna taratibu ya utumiaji. Kuna mwongozo Mungu alitoa katika yale umepewa. Umepewa mtoto, umepewa nyumba, umepewa mavazi, umepewa chakula, umepewa duka, umepewa mashamba makubwa, umepewa pikipiki na gari, umepewa biashara fulani, umepewa chochote ulichopewa. Katika yale wakati ukiyatumia, kuleni, kula nyama kama unavyopenda. Lakini nasema ila ujihadhari. Bwana Yesu asifiwe. Piga kelele, sema ila ujihadhari. Sasa katika kujihadhari, umepata mavazi, lazima ujihadhari. Mavazi baraka yako kwa Mungu, isikukosanishe na Mungu kwa sababu umepata mavazi. Ujihadhari, unayavaaje hayo mavazi? Umepata gari, umepata duka, ujihadhari hilo duka ulipata linakuendesha, unaliendeshaje pamoja na taratibu za kanuni ya Mungu. Ila ujihadhari. Pesa uliyopata, mtaji huo, akaunti ulionayo, ila ujihadhari. Kula nyama, kula kitimoto, kavae,
neno lako nataka kwenda stareka, lakini hapa 23 ila ujihadhari. Haleluya. Sasa watu hapa ndipo wanapokosea. Akishabarikiwa, akishapata afya, akishanemeka, akishapona, akishainuliwa kipanda hata kingine, ile kujihadhari anasahau. Haleluya kanisa. Haleluya. Ngoja nikufuatie. Labda tutaelewana vizuri. Haleluya kanisa. Kofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Basi nisikilize kabla sijasoma mstari wangapi unaona? Mstari wangapi unaona? 20? 23. Nisikilize na kufasiri sasa. Haleluya. Ameambia kwamba kuleni nyama, kula bata, kula kuku, kula kitimoto, stareka, fanya unachokifanya. Haleluya. Lakini akisema hilo jihadhari katika hiyo starehe unayofanya, katika hiyo nyama na kwenda kula, usile nyama na damu ya, usile nyama na nini? Kwa hiyo aliweka starehe hizo, aliweka vyakula hivyo, aliweka utajiri huo, aliweka baraka hizo, lakini ndani ya baraka hizo kuna damu ya baraka hiyo. Danieli wala ndani ya nyumba hiyo kuna baraka ambayo inaitwa damu. Ndani ya akaunti yako 50,000, 200,000, humo ndani ya akaunti 200,000 kuna damu, kuna kitu kinachoitwa damu. Wakati unatumia hiyo akaunti 200,000, humo ndani usile hiyo akaunti pamoja na damu yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hii sasa mbuzi, kuku, mifugo walivyokuwa wamepewa kwa ajili ya kuendesha maisha yao, kwa ajili ya vyakula. Haleluya. Sasa Mungu alikuwa anawafundisha namna hii na kanuni hii. Mfano, unapobarikiwa, ulichobarikiwa, ulichokwenda kutumia, ulichokwenda kuenjoy wiki hii, mwezi huu, siku hizi katikati, ndani ya siku 3 hizi mbili, umepata nini? Katika hicho ulichokipata kuna damu yake. Usile vyote kumaliza kupora na damu. Piga hatua. Tuko pamoja? Sasa watu wa leo anachokipata leo ni Jumapili. Tukiachana hapa Jumatano alikazini. Jumanne, Jumatano kama kuna ibada katikati. Yaani zote siku 5 mpaka wiki nzima siku 7. Amekula vyote nyama na damu. Sasa anafika ibadani, kuna mchango wa petroli, tunachangia labda za umeme, tunachangia labda sadaka. Kuna maana mtu anataka support. Anasema sina kitu. Alikula nyama na damu ya. Alikula chumvi mmo katikati. Alipata mafuta, alinunua nguo katikati humo. Ni kweli si kweli? Alilipa hela ya kikundi, alienda benki akadroa pesa, alienda kwenye kikundi. Kuna maana ambapo amefanya kipande au kibarua pote pale. Ni hiyo ndio maisha tulionayo. Amenunua sabuni shilingi 500 au na zaidi wiki nzima. Lakini siku ya kuja nyumbani mwa Mungu hana kitu. Ina maana ulikula nyama na damu ya kila kitu, hakuna kilichobakiza. Alafu wakati unafika watu wanaimba sema anatoa sadaka njema. Sasa hana cha kutoa. Wanachangia mchango ananunga. Leo sasa tuna siku 3 kwenda mbele. Utashangaa mtu anakalisha kula, amekula nyama kabisa na damu yake. Tunaenda semina miezi yote 6, hana 10,000, hana 15, anasema sina kitu. Ulikula nyama na damu yake. Bwana asifiwe. Kila ulichokuwa nakipata ulikuwa uweze kutunza. Hakuna ulikowekeza. Hakuna ulichonachobaki sema imani. Inaweza ikawa ni sadaka, inaweza ikawa ni shukrani, inaweza ikawa ni uwezesha mali fulani. Hebu ngoja niende na fundika kanisani. Hapana. Na hata wengine pia wanabakiza hizo nyama na damu yake nyuma. Sieni na sadaka nyumbani mwa Mungu. Sieni na chochote kanisani. Naweza nikakutana mchango. Naweza wakataka tuchangie jambo fulani. Hapana. Anaacha hela nyuma. Nauliza wapo au wapo? Sasa hicho kitu ndicho kinachofunga kazi ya mikono yetu, kiharibu mapato yetu. Kwa sababu gani? Ulichokipata, samaki ulizopata. Yaani jiulize, Jumatatu ulikula samaki, Jumanne umekula nyama, Jumatano dagaa, lakini hata kama ni kalamu, chochote umeandaa umekula, ulikuwa unaemea, lakini siku anaangukia pale nyumbani mwa Mungu, unasema sina kitu. Unachokwenda mpenda, unakulaga nyama na damu yako. Sasa namna mtu namna hiyo, mwenye tabia ya kula nyama na damu yake, hawezi kubarikiwa. Aliwaambia kuleni nyama na itaka, kula kitimoto, kula mayai, lakini mayai na damu yake. Usile kula mayai, damu yake. Bwana asifiwe.
Hapa anakuonesha kwamba kuna kitu ambacho unatakiwa ubakize. Naongea na mtu hapa. Yaani wiki nzima kuna vitu ulipata. Hebu jiulize mpenda wewe mwenyewe. Yaani anasema nabariki kazi ya mikono yako. Anabariki mikono yako imepokea nini riziki? Kuna wiki mtu amepata nguo, Mungu amekubariki mikono yako. Kuna wiki mtu amemlipia, amekupa hela, amekulipia nauli. Ni baraka za mikono yako. Ulikula yote na damu yako. Kuna mwanamume pia, mume wako alikupa chakula, alikupa riziki, alikupa pesa ya kuemea, na yenyewe ukalamba kabisa. Mwanamke vyote umelamba siku ya kwanza, ya tatu, ya nne, ya tano na damu yake. Hela ya kigombe, hela ya kikundi, hela ya kikobo, ulivyopokea vyote, nasema Mungu asante. Haleluya, Bwana amenipa, nimeongezewa tena. Unalamba, unakula. Ulikuwa na sherehe, ulikuwa na sherehe mtoto wako, ulikuwa na sherehe yote ile, wakaja kwako. Kuna watu walikubariki, wanakupa kitu, ulivyopokea vyote umekula na damu yake. Uliugua ukalazwa hospitalini, kuna watu walikuja kuangalia, hizi ni baraka. Oh wow, pole sana ugonjwa, pole sana wiki nzima, pole kulazwa kitandani, pole bwana umepoza nyumbani kwako. Hii hapo 1000 ulipata hujapata? Nauliza, alipata hakupata? Sasa viko wapi? Alikula vyote alivyokupa wakati amelazwa kitandani. Wakati amepata msiba, wao pole sana msiba, pole na majanga haya, pole na safari, karibu sana mgeni, tunakupenda sana, yapo soda, yapo 2000, jisikie nyumbani kwako kabisa, jisikie. Yaani hapa ulipata vingi sana, ni baraka, naitwa baraka za mikono yako. Ni baraka ulizopokea kwenye mikono yako. Lakini vyote hivyo wiki nzima unakula nyama na damu yako. Umeingia kwenye biashara mpendwa, wakati unauza pale, kuna kitu ulikuwa unauza, wateja wanaingia, unapokea, biashara imeisha mzunguko, umefuata nyingine bidhaa, umeisha mzunguko, umefuata nyingine bidhaa, umefanya nyingine bidhaa. Hebu jipime mwenyewe, jikadirie mwenyewe jinsi unavyopokea, unavyokusanya, Mungu anavyokubariki. Je, ndipo anavyorudisha damu yake? Sasa unakula nyama na damu yako. Katika hicho ambacho unakipokea, jua kwamba kuna kitu kinachoitwa damu ambacho sio cha kwako, vinaitwa vitakatifu vya Bwana, kitakatifu cha Bwana. Katika kile ambacho Mungu anakupa, humo ndani ya baraka ulizopokea, kuna kitakatifu cha nani? Haleluya. Una mtu wa avocado, parachichi, una papai nyumbani, una malagi umevuna, una duku unauza. Katika hivyo vitu umevuna kwenye mashamba, humo ndio kuna vitakatifu vya nani? Katika hicho Mungu amekubarikia, amekupa. Amesema kula tu kama moyo wako pendavyo. Kula jioni, kula mchana. Lakini utakapochinja, lakini utakapotaka kula hiki, utakafanya jambo, ukumbuke Mungu kwamba hicho nicho kipokea nikala, nimebakizia nini Mungu? Nimetunza nini cha Mungu? Ni baraka ya mikono yako. Katika hicho kitu kuna nyama, alafu kuna damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza usinielewe, ngoja nikufanulie jambo hili. Chochote baraka, haleluya. Iwe nguo, iwe pesa, iwe chochote tu umepokea baraka, kuna uhai, kina uhai, haleluya. Naongea na mtu. Sasa nyama uhai wake ni nini? Ni damu. Nyama uhai wake ni nini? Na hivyo hapo unaona tembea, unaingia na kurudi kabisa, unakula na kunywa. Damu ikiganda mwilini, damu ikisha mwilini, huwezi kuendelea kutembea, uhai upo. Kwa hiyo hiyo nyama yako ulionayo, mwili ulionao, una survive, unaenda vizuri kwa sababu kuna damu. Naongea na mtu. Sasa chochote baraka ambayo umepokea, kuna kitu kinachoitwa uhai wa baraka. Kuna Mungu aliyeachilia uhai, hiyo baraka ikakujia. Kuna Mungu anayetuma, kuna Mungu anayesababisha, ndio inaitwa uhai. Uhai. Yaani hiyo ndio inaitwa damu. Katika hicho kitu lazima pana sehemu ya uhai. Ndio uhai tumesema ni damu. Damu. Sasa unapokula hicho kitu, umekula na uhai wake. Kila kitu kimeambatanishwa na roho wa Mungu. Baraka hizo zimeambatanishwa na roho wa Mungu. Mzunguko wa leo ulichokipata kimedelekitiwa na nani? Na Mungu amekituma kwako. Kuna roho wa Mungu, kuna uhai mpaka ukafikia hiyo baraka. Ni uhai, ni mpango wa Mungu. Ndio unaitwa uhai. Sasa katika sehemu ya pili upande wa pili ndio unaitwa damu. Damu. Umeelewa? Mpigie Yesu makofi. Aliyeweka nyapo na naziri zake
mbele zako Mungu, kwa maneno ya Roho Mtakatifu wakumbushe, wape neema kutoka katika kifungo cha giza. Bwana, wafungulie baraka za mikono yao. Mpe neema muhitaji, muinue aliyelala, aliyepoza, waganga waliyepata majeraha. Ni uweza wako na mamlaka Mungu ye kati yetu. Usimpite yeyote. Unapowazuru wengine, mguse na huyo baba na huyo baba. Roho Mtakatifu, penya ndani ya maneno haya matakatifu, yapate kibali miweni mwao na mbele zako. Wainuke, wachukue hatua nyingine. Sema nao katika ulimwengu wa roho. Sema nao katika maneno yako matakatifu. Wasikizishe sauti yako, wapate kuipambanua. Waweke rohoni, waondoe kwenye gereza. Wanaposimama na kumtumikia adui wao, wamebaki kuomboleza na kunung'unika. Ni maombi yangu Mungu, waondoe kwenye agano hilo, waondoe kwenye hatia na laana za namna hiyo. Wageuka kutumikia wewe kwa furaha na kwa amani, hata kwa shukrani. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuwaweka mikononi mwako. Wote tuseme amina. Unaweza mpigie